kufanya makaribisho na utambulishi mfupi. Tukio hili limeandaliwa na vijana wa maeneo yetu hawa, wenyewe wamejiita Azimio Brothers. Kwa lugha fupi ni ndugu wa Azimio. Na ningelipenda wasimame wale viongozi, mwenyekiti Sheikh Simama na katibu wana Masiso tokea hapa, na mweka hazina mjomba wangu Sheikh Ismail ibn Ramadhani. Hawa vijana wao wamewakilisha vijana wengi wa eneo hili, waliona kwamba wafanye tukio hili la kufanya dua kwa ajili ya kuwaombea wazee wao na wazee waliopita na kuishi katika miji hii, lakini pia kuwaombea wengine na wao wenyewe heri ya maisha. Mwenyezi Mungu ajalie kipato katika jambo lao hili. Kwa hiyo hawa sehemu walifikiria jambo hili ndani ya Ramadhani hii, tena masiku ya mwisho, na taarifa hii pia wakamuuzia wetu Sheikh wataenda, wakamwambia tunafikiria hili. Sheikh naye akapiga baraka, wakaja kwangu na pia wazee wetu. Alhamdulillah, jambo lipo hivi, na hii sura ya mwaka huu tunaanza. Kaeni bwana. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa niaba ya Azimio Brothers, tunawakaribisha nyote wazee wetu na Waislamu wenzetu tuliohudhuria katika eneo hili. Sasa hapo ni mwambia hapa, chukue pale mtunyungu mwenzako. Lakini sambamba na hilo, tufanye utambulisho mfupi. Katika hafla yetu hii ya iftari tumehudhuriwa na mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Azimio maarufu Sada. Ameacha majukumu yake na walikuwa kwenye kikao huko, umetoka hima ili kuja kuwaunga mkono vijana wake. Lakini pia tunaye mwenyekiti wetu wa mtaa wa Azimio Kaskazini, Mheshimiwa Sheikh Isa Manyamba, pia naye amekuja kuipamba hafla hii. Pia tunaye mheshimiwa mwenyekiti wa Tambukareli, kaka yangu Mheshimiwa Madina, lakini sio Madina Munawwara, ni Madina tu, pia naye amekuja. Lakini tunaye mzee wetu hapa na kiongozi wetu na ndiye mlezi wetu Sheikh Abdullah ibn Ali Katundu, pamoja na kuwa afya yake si nzuri sana, lakini kajikokota ili kuja kuwaunga mkono vijana wake. Pia tunaye mzee wetu Sheikh Umar ibn Isa ibn Hassan wa Lembu. Pia tunaye mzee Kasim Ngokoro, tunaye Sheikh wetu mwalimu wetu Sheikh Khamis ibn Muhammad ibn Ali Yelige, tunaye hapa Sheikh Isa ibn Saidi Makanjira, tunaye Maalim Mustafa wingi kusema kweli almaarufu Superman, na amepiga vifaa vile vinavyotakiwa maeneo kama haya. Tunaye Sheikh Haji ibn Zahran Yebene, tunaye mzee wetu mzee Makuka, tunaye mzee wetu mzee Alhaji Niangalio. Lakini kule nikiangalia tunaye dada yetu katibu wa Chama cha Mapinduzi Bi Rahma Shomali Kirobo, na wapo kina mama kadhaa wa msikitini kwetu. Nimemtaja yule kwa sababu katika jumla ya mwaliko wetu tumeialika pale ofisi ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hili jambo la kijamii ni lazima tushirikiane nao, na pia tulijaribu kuwaalika viongozi wa ACT jimbo la Temeke ili tuwe pamoja katika jambo hili. Lakini pia tunaye Sheikh wetu Sheikh Hafidh ibn Muhammad Mtunyungu, imamu msaidizi wa Masjid Thaqafa ya almarhum Sheikh Sulaiman Amran Kilamili rahimahullah ta'ala. Tunaye hapa Sheikh Ahmad ibn Shaabani Juma Mshindo, Sheikh Ahmad ibn Sheikh Shaabani Juma Mshindo. Inshallah anamwangalia kama vile anamuona Sheikh Shaabani Mshindo kwa namna walivyosabiliana. Lakini pia kuna wazee wetu mbalimbali, kuna ndugu zetu hapa wa Al-Muhib TV. Hawa ni vijana wa Sheikh Ali Muhammad Mwera, wamekuja na wametumwa kuja kulichukua tukio hili.
alimradi kwamba jambo letu limekamilika. Tunasema limekamilika kwa sababu ndio mwanzo tunaanza. Insha Allah mutuombee dua ili mwakani tuwe na ufanisi zaidi. Lakini wa mwisho kabisa aliyehudhuria katika jambo hili ni mwenye mtaa wake, Mheshimiwa Mwenyekiti ili Njetere. Tunaye hapa, nilimweka mwisho maksudi kwa sababu yeye ni rais wa mtaa huu. Hii barabara tunaitumia kwa idhini yake na Mheshimiwa Diwani. Kama ingelikuwa si yeye, angelisema marufuku kutumia barabara ya watu wengi kwa ajili ya jambo hili. Kwa tunashukuru Mwenyezi Mungu, viongozi wetu awalipeni kila la heri, lakini awajaalieni busara na hikma katika kutekeleza majukumu yenu. Kwa kiwango hiki kitoshe. Inshallah MC aendelee na ratiba ili tuweze kukamilisha na kuielekea iftar. Sasa hivi kuna jina jipya iftar, sio futuru, iftar. Na ukisikia iftar basi unajua kuku wapo, nyama ipo, lakini futuru ile ya kuchimba chini, viazi, mihogo, maharage, lakini iftar jambo kubwa sana. Na pia naona katibu wa kwanza kata ya Vinia anafika na imamu wa masjidi ya Maputo Sheikh Hussein Jongo naye anafika. Alhamdulillah, jambo linazidi kuwa zuri. Endelee na ratiba, tuwape viongozi wetu ili pia waweze kutabaruku. Kuna salamu za viongozi, kuna kalima za mashehe. Endelea bwana. Alhamdulillah, mashallah, wa jazakallahu khair kwa yote aliyoyafanya Sheikh Said. Niseme itifaki imezingatiwa. Tukiendelea na utaratibu hivi sasa, naomba tupate Qur'ani kwa njia ya tajwidi, tena bil ikhtisari, ambayo tutasomewa na Sheikh letu Abdul Aziz. Karibu Sheikh Abdul Aziz. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تقدير. والله من ورائهم محيط.
sha Allah wa jazakallahu khair wa ba'da alkhair khairul jazaa. Tunaendelea na mwendelezo. Tumetoka kusomewa Qur'ani kutoka kwa Sheikh letu Sheikh Abdul Aziz, kama tulivyomuomba vile ikhtisari, yeye kafanya vile vile. Allah amzidishie kila la kheri, amfanyie pesi kinuru kupitia Qur'ani pamoja nasi pia. Tupo katika jambo adhim ambalo watu wenye fikra salama ndio walio kusababisha sisi kufika katika hili jambo, na hao watu wenyewe wameamua wajite Azimio Brothers. Mwenyezi Mungu awazidishie kila la kheri, wafikirie zaidi ya hili kama walivyofikiria hili la kheri, basi wazidi kufikiria mengine zaidi ya hili, ili iwe mwongozo wa kufanya kheri mpaka kufa kwao pamoja nasi pia. Tukiendelea hivi sasa, tunaomba vile vile tupate kalima tena lilikhtisari kutoka kwa shekhe letu. Mimi siwezi kumwarifisha kwa sababu ana nyanja nyingi sana. Tukisema tuziarifishe zote tutafika magharibi hapa, na vile vile tutakuwa tujamaliza. Niseme tu kwa kumwita shekhe langu na shekhe letu vile vile, kwa kusema hivyo babu yangu, mzee wangu. Tukisema babu, asilimia kubwa watu wanajua huyo ana uzee. Usije kama mimi na tahadhari sana wangu sijaweka CCTV, lakini tahadhari ipo. Sheikh Khamis Muhammad Ali Bienike aliyatafadhal mashkura bilikhtisar kalima. Katika maneno ya wao kabisa, utawala wakati ule walikuwa wanataka kuachia mkononi wale vijana. Wale wakaamua kukimbia, wakafika mahala wakaambiwa, nyinyi vijana, hebu achana neni na imani hiyo. Hakuna tunakuta mawali wala Mungu wetu ni Mungu mbingu na ardhi. Mungu akasema farabnahu mala ngulubi, kisha tukisha nini nguvu katika Mungu, katika kipekee katika nyoyo zao, kwa sababu ni amani ya pili. Vijana walimwamini Mungu, huda tukaomba na uongofu. Sasa azimio hili ya leo, azimio hili ya Mchele na mlango wetu mpya kabisa Mungu kuongoza taifa. Amin. Na baba yangu pale mwenyekiti wetu wanakuja kutoka vijana wenye fikra kama ile, vijana wale wakaji sana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana habari hii mtume anarukuiwa ya kisa na habari zilizopita. Mungu akaona alifika sasa katika sura mkali, kwa sababu Mungu aliweza kuweka sura al-Baqara au katika sura ile ile sasa ndio kutoka kwa nini imekaa pale na kufikia amani rafiki. Sasa ushauri basi Mungu anajina kwa watu barabara mala kuruhi, baada tunalile Mwenyezi Mungu akawapa baraka katika hiyo jengo. Sasa baraka hizo zisifikie ikatakiwa kubadilika kama tunachotaka katika Ramadhani. Kuna majambo, lakini Uislamu haushiki katika majambo katika Ramadhani, bali Uislamu ni kitu gani maisha halisi ya mtu mwenye msimamo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Salli bwana Mtume Muhammad. Allah msimamo kwa kuongeza na nilikuwa kusahau kitu kizima katika huyu katika vijana wangu ambao wao walio waombezi kwenye meza kila kidogo cha mpaka mjumadoga. Allah. Lakini wakati fulani ni wao kuonea huyu. Sisi kama kuonea. Ukubwa tu. Wao kuonea huyu anataka Uislamu. Ndio tunabima mahali pale. Hii masala ya ng'ombe. Bila shida tu tukipigana hali za kabisa tupanga kawaida, lakini tungekuwa ni watu wa kidogo hivi. Ndio mbele Mungu. Amen. Na unapokuja hapo usije kuchekechea Mungu hata kile kilichokuwa kinafanya. Ndio kidogo. Ujiandae. Ujiandae. Wale sasa Omar bin Said nimekutana usajili wenyewe kwa kukutana. Maana bwana wanasema ni Mungu na watu wake ila habaru lam yufqad, wakihurudia hawatambuliwi
Waidha hao labda wakiondoka pia watangulizi, maana umekuja wao tu wakakuja kuja tu na ndio wenyewe wanataka, alafu waondoka nao wasikilizane na wenyewe ndio wanataka. Mweza mmoja kama katakao ni yule ndio maana nimeita waepo. Sasa mimi nimefikiwa tu na ndio maana ninamuomba. Sasa niombe usimame ili yangu mtu basi hapa sawa. Assalamu alaykum. Jamani, mtume alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Hadhara imejitosheleza na waliopita kabla yangu tayari wameshaitosheleza habari hii. Labda nimesimama kwa kupata amri ya Sheikh Abdallah bin Ali wa Katundu kulitaka nisimame, lakini yeye tayari katika wale watu wawili waliohitajika wasimame, mmoja wapo ilikuwa yeye katika mahitaji ya kutekeleza hilo. Ni kweli baadhi ya hayo aliyoyasema kuna kukaa na kuchukua vitu viwili tofauti. Sheikh Muharram bin Juma bin Yusufu wa Mtupa lake Kidoga, nimebahatika kukaa kwa maana kama mtoto wa nyumbani zaidi ya miaka 20, lakini kwa bahati mbaya sikuweza kuchukua hata nukta yoyote, lakini kwa baraka ya kukaa nimekaa. Na hata kwa hawa mashehe zetu wa huku pale nilikaa kuanzia mwaka 81 baada ya kumaliza markaz ya Islami. Nilikuwa niko pale kiwango cha idadi, lakini nilirudi tena kwenda kuchukua marhala ya sana baadaye. Kipindi hiki chote nilikuwa kwa Sheikh Muharram bin Juma. Kwa kuwa muda umekwenda na mazungumzo mazuri yote yamezungumzwa, labda la kukumbusha kwa viongozi wetu na vijana wetu ni moja tu, nalo labda ni sehemu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoisema kwa maana ya kutoa tahadhari katika makazi fulani, maeneo fulani. Na jamii zetu zimejengeka katika vitu hivi vya jobless. Ukiangalia karibuni vikundi vingi vinapokaa katika jobless, basi ubuni vitu vile vya ajabu ajabu. Lakini alhamdulillah kama tulivyoona, tumehudhuria hapa baada ya kupatikana fikra sahihi iliyotoka kwa vijana sahihi na mawazo sahihi ya kutufikisha hapo kuweza kuona kwamba tuna kila sababu kuwakumbuka wazee wetu katika utaratibu huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa tahadhari kwa kusema iyyakum wal julus ala turqat ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddathu fiha fa'du tariqa haqqaha. Hapo kuna neno hapo lakini kaja kwamba fa'du tariqa haqqaha. Hadithi hii ilikuwa inajaribu kukemea ukaaji wa hivi vigurupu kwenye mabarabara, kwa sababu vinazalisha vitu viovu, tabia mbaya, kuzomea na mambo mengi. Lakini kinyume chake vijana hawa wamekaa na wakaleta hoja ile kwamba Mtume aliposema kwamba jiepuseni na kukaa jobless barabarani. Wakasema bwana, hapa sisi ndio kwenye sababu za maisha yetu, tunaendesha bodaboda na kadhalika. Unaposema kwamba hapa tusikae, maisha yetu tutaendeshia wapi? Mtume akaikubali hoja, akawaambia ikiwa hivyo ndivyo, basi jukumu lenu fa'tu tariqa haqqa, ipeni njia haki yake. Swali, wa ma haqqu tariq, njia ina haki gani zaidi ya kupitwa? Njia ina haki gani zaidi ya kupitwa? Nasema hapana. Unapokaa njiani kuna mauzi mengi, lakini pia unahitajika uteremshe macho yako na mengi mengineyo. Pale yameorodheshwa karibuni mambo manne ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameyafafanua. Sasa viongozi wetu
katika vigurupu hivi, sio kigurupu kiovu na sio kila kigurupu chema. Kuna kila sababu kuangalia vile vigurupu ambavyo vinaonyesha ishara nzuri katika kutekeleza utaratibu wa maisha yao na kuwapa sapoti katika kuboresha harakati hizo, na vile vigurupu ambavyo vinavyokuwa ni vyanzo vya mabalaa na chuki, basi kuvichukulia taratibu ya kuweza kufanya hekima ya kuvirekebisha kutoka katika tabia mbovu na kuleta katika tabia sahihi ambayo itakuwa inaweza kuigwa na kufuatwa. Ndugu zanguni, Sheikh Abdallah Ikaji ameshaifanya na muda umekuwa mfupi. Nilikuwa tu ninatekeleza wajibu wa shekhe kunitaka kwamba nisimame ili nami nitoe salamu yangu ndio hiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mashallah, wa jazakumullahu khaira. Wote kwa ujumla, Sheikh Katundu na Sheikh Embu, mumeyafanya majambo makubwa. Sheikh Katundu nataka tumuelewe mzee Embu na mzee Embu tumemwelewa. Hivyo kwa munasaba wa mazingira na muda si rafiki, tuendelee haraka kulikiliza jambo letu. Sote kwa pamoja tunatakiwa tutambue hili jambo limeandaliwa na Azimio Brothers. Hao Azimio Brothers, yote haya yanayosemwa ya kheri, wao ndio asili masala. Kwa hiyo kubwa tuombee dua, Mwenyezi Mungu awazidishie kila la kheri. Wawe wenye fikra zaidi ya hii, wafikirie mengi ya kheri, iwe sababu ya kuwa mwongozo wa kheri. Tukiendelea, wakati mashekhe wanaongea, aliingia Sheikh Kaisari akawa sababu ya kufungua mashekhe hadi sasa hivi wanaingia. Kuna shekhe wa kata ya Tandika na niliambiwa yuko shekhe wa kata ya Azimio, japo simuoni kwa sababu mashekhe wengine wanadhikiri. Inawezekana anafanya dhikiri alafu onekani. Simuoni. Tukiendelea hivi sasa ni salamu kwa waheshimiwa. Bila ikhtisari, nikisema bila ikhtisari waheshimiwa na maanisha kwa uchache, yani zile salamu zenyewe zisiwe ndefu muda. Kaisari bana, ukiongea neno lazima adatiane. Ndio nimesikia zisiwe kama za kisiasa. Ziwe fupi. Salamu kutoka kwa waheshimiwa. Tutaanza na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Tambukareli, Mheshimiwa Madina, ili kutoa salamu. Hii nadhani inafika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante kwa nafasi ya kusalimia. Kwa majina naitwa Madina Shabani Lindeka, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Tambukareli ndani ya kata hii ya Azimio. Salamu za wana Tambukareli, ninasema kuwashukuru na kuwapongeza wana Azimio Brothers kwa kuliasisi jambo zuri na la msingi kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu, hasa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Vijana wengi sasa hivi wakiweka kikundi utasikia wanakwenda bichi, wanaweka muziki, lakini vijana hawa wameasisi jambo hili ndani ya mwezi huu mtukufu kuandaa iftari kwa ajili ya wananchi wa eneo hili. Nawashukuru sana na kuwapongeza na kuwaomba vijana wengine wawe na moyo wa namna hii ili kuhakikisha dini yetu inasimama mahala pake. Asante sana. Shukrani Mheshimiwa Madina, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Tambukareli. Vile vile kwa kuongezea kwa vijana wa Azimio Brothers, yapo maneno yenye kusema idha ra'aita shakhsan afdalu minka bi shay'in fa'lam annahu yaf'alu shay'un la taf'al anta. Ukimwona yote yule anafanya jambo alafu hakuzidi katika sehemu yoyote, basi tambua wewe kuna kitu uliye mzidi unakifanya au ukifanya. Maana yake nini kuyasema haya? Hili mnalianzisha zuri sana. Sasa hapa kuna vijana wengi tayari mshawazidi.
nyinyi mnatakiwa muwe mfano wa kuigwa. Sasa msiwe kama yule bwana mmoja akisifiwa tu ndo anaharibu. Mnatakiwa muendelee, na sisi zetu dua tunakuombeni muone kuendelea. Salamu za pili kutoka kwa viongozi wetu wa serikali ya mtaa ni mwenyekiti wa Azimio Kaskazini, Mheshimiwa Mwishehe Manyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na salamu ya pongezi kwa vijana wetu wa Azimio Brothers kwa tukio hili. Linatupa picha kwa sisi viongozi wa serikali kwamba hatuna kazi kubwa ya kuangalia ulinzi na usalama kwenye eneo hili. Kwa hichi walichokifanya inaonyesha dhahiri kwamba amani itaendelea kutawala kwenye eneo hili. Kama wameweza kufanya jambo kubwa hili, basi naamini itakuwa picha, itakuwa dira nzuri sana kwa wakazi wa eneo hili na vijana wa eneo hili kudumisha amani katika maeneo yetu. Niwaombe tushirikiane, tushikamane katika kuitetea amani ya kata yetu ya Azimio, ya mtaa wetu wa Azimio kusini na kaskazini, lakini pia na nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla. Asante inshallah. Shukran wa jazakallahu khair. Huyo ni mheshimiwa mwenyekiti wa Azimio Kaskazini, Mheshimiwa Mwishehe Manyamba. Tukiendelea na mwendelezo wa salamu kutoka kwa viongozi, tutakuja kwa mwenye mtaa wake sasa, mzee wetu Mzee Njechele. Yeye tutampa na jukumu kwa sababu yeye ndio jambo lake hili, kwa sababu hili jambo limefanyika katika mtaa wake na lisingeweza kufanyika kama yeye akisema bana kibali sitoi, lakini kalibariki. Hivyo tunampa na jukumu, baada tu ya kutoa salamu atukaribishie mheshimiwa diwani wetu mpendwa na vile vile shekhe huyu Hamdun Muhammad Ali aje na yeye kutabaruk katika hii hudhur iliyoandaliwa na Azimio Brothers. Karibu mheshimiwa Njechele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Mheshimiwa diwani, mgeni rasmi, mashehe wetu, vijana wetu Azimio Brothers, wananchi kwa ujumla, akina baba na akina mama. Nilisimama hapa ndio mwenyekiti wa mtaa huu wa Azimio Kusini. Nami niungane na wenzangu kwa kuwapongeza vijana hawa kwa niwapongeze vijana hawa kwa hili walioamua. Ni jambo zuri, hasa kuzingatia mwezi wa Ramadhani. Kama walivyozungumza wengi, vijana wengi kwa sasa wengine wanajiandaa kuwekeza kidogo kidogo ili Ramadhani kikiingia basi hawaibichi, lakini wao wakasema hapana, hiki tulichokipata basi tutawaita baadhi ya Waislamu wenzetu tuweze kufundisha. Hili ni jambo zuri sana na niwaombe iendelee, lakini pia wasiishie hapa tu, kwa sababu wameshaonyesha wazi kwamba hawa vijana wazuri na vijana wema. Niwaombe, fursa zinatoka ofisi ya serikali za mtaa nyingi, hasa ile 10% ya vijana, akina mama na walemavu, basi na wao wasiweke nyuma, kwa sababu wameshaonyesha njia kwamba ni vijana wema, kwamba chochote watakachopewa na halmashauri wanaweza kufanyia vizuri na wao maisha yao kuweka. Niwaombe sana na niwaombee kwa Mwenyezi Mungu. Leo tumeanza, basi mwaka mwingine inshallah tuendelee zaidi hapa tulipofikia. Lakini lingine, nimepewa nafasi ya kukaribisha mheshimiwa diwani
Mheshimiwa Diwani, hadhara hii yako wewe ndio mgeni rasmi, uchukue fursa hii sasa rasmi ili uweze kuzungumza na hadhara hii. Karibu sana. Tuombe kule polisi wetu mkuu wa kituo cha Mianiza Mkuta Pambali aje huku aje kutupa salamu za kipolisi Kirashid wanatafadhali. Vijana yajaliwe maji kwa utaratibu, kwa sababu bado mashehe wanaongea, tusifanye fujo. Maji kwa ajili ya watu waweze kupungua. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukrani, tunawashukuru kwa jambo la heri mlilolianzisha. Tunawaombea dua lidumu lisiishia hapa. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Ahmad. Mheshimiwa polisi kata, karibu salimie Azimio Brothers pamoja na waliohudhuria hapa katika iftari. Asante wanafanya. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nashukuru kwa nafasi nilipokea na barua ya kunialika kutoka kwa Azimio Brothers. Nimefika na nimefurahi kuwaona na nawapongeza kwa jambo mnalolifanya. Ni kubwa, ni la muhimu la kukusanya watu pamoja na kuongea nao. Nashukuru sana na sisi tumefurahi kwa uwepo wako. Magwanda haya mara nyingi katika maeneo kama haya huwa uyaonioni, lakini sisi tunashukuru umetuheshimisha, kwa sababu na mimi hapa katika video nitaonekana nikikana mchana. Inshallah ndugu zangu, ndio jamii Waislamu tunatakiwa tueleze, kwa sababu wazee hawa wao ndio wanaondoka, na sisi lazima tuishi na jamii katika mazingira kama haya. Inshallah muda wa adhana umefika, na Saidi Mwae pamoja na Saidi na Manje maimamu wa Kiota wanafika. Basi ni muombe Sheikh Abdul Aziz fanya adhana.